Huu ni upendo mkubwa sana kwa mwanangu na mke wangu. Naipenda sana familia yangu. Watoto ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hivyo sina budi kuvumilia usumbufu huu, kwani wapo watu wanahangaika miaka na miaka pasipo kufanikiwa kupata watoto. Lakini je, hivi ninavyofanyiwa na mke wangu ni sawa kweli? Basi. Mwanangu, basi mama. Basi hamu wangu. Basi. Una nini jamani na uko na baba? Basi. Hebu unaangalia mpaka unapandisha joto. Basi. Mambo yokanga kwa naomba unipisha ndio kuonyesha mtoto. Kwani si bado hujamaliza kazi huko nje? Mume wangu. Vipi, mbona umezira? Kuna tatizo? Ulikuwa wapi muda wote msonalia? Nilikuwa natia uzu mume wangu. Inashauriwa kwenye maelekezo ya dini, mama kabla kumnyonyesha mtoto inabidi atie uzu. Na mimi nataka nifanye hayo kwa ajili ya kumlea ili hamu kwenye misingi ya dini. Mambo hayo nani kukwambia? Sisi wote tumenyonya kwa mama zetu na walikuwa hawashiki uzu ndio akatunyonyesha. Sasa kumwacha mtoto alie mpaka atapandisha homa. Hiyo ni inaingia kwa akilini? Mama ile ama mke wangu, punguza uvivu. Kila kazi mimi nakusaidia huko. Sasa hata mtoto pia nataka kuniachia. Kwani mume wangu, nikiyafanya haya kwa ajili ya mtoto wetu kuna ubaya? Mimi nataka niyafanye haya kwa ajili ya kutaka kumlea ili hamu kwenye misingi ya dini. Halafu kama kuna mambo mengine pia huyaelewi kwenye dini, ni bora uulize kuliko kunipa lawama. Na haya yote hapo kwenye misingi ya dini. Hata mimi mkeo nina haki zangu pia kwako. Mimi sio lazima nikufulie, nikupikie, nikutandikie kitanda, nikuwekee maji ya kukoga. Nikifanya haya nafanya tu kwa mapenzi yangu. Na ukifanya wewe unapata thawabu. Inafaa wewe unitafutie mjakazi, au kama unaona huwezi basi unisaidie wewe mwenyewe. Makubwa haya. Ama kweli mimi ni haki yangu kuitwa Mario. Mama ili hamtaka mimi nikumdhalilisha. Unataka kunidhalilisha tu. Wote tunajua mkwamba wewe ndio mwenye pesa. Hasa unataka mimi niajiri mjakazi, nitamlipa nini? Kwa pesa zipi hasa? Tumeagizwa moja ya sifa ya kuoa mwanamke ni pamoja na kipato chake. Lakini wewe sasa unatumia kipato chako kama kunidhalilisha hivi. Kama sio kuninyanyasa. Ukisema na kunyanyasa unakosea. Mimi ni kunyanyasa ili iweje? Mimi natakiwa nifanye haya kwa mapenzi yangu tu. Na wewe ukifanya kunitimizia mimi mkeo unapata thawabu. Tena kwa kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, ukinifanyia mimi unapata thawabu mara mbili. Lakini unaposema makubwa, unakosea mume wangu. Unasahau kuwa hata kumnyonyesha huyu kiumbe unapaswa unilipe. Sasa unakuelekea huko ni kubaya. Mama ile unakuelekea kabisa huko ni kubaya. Ama kweli nasadiki maneno ya wahenga kwamba akufukuzae akwambii toka. Dini haiwezi kuwa ngumu kiasi hicho bwana. Yaani mimi nikulipe wewe kumnyonyesha mtoto? Unapaswa unilipe, ni haki yangu. Haya. Mwenzetu vipi? Mkeo hajaamka bado? Saa 4 hii. Huoni kama uwanja umekuwa mchafu uwanja hapa na leo zamu yenu? Hivi kwa nini ikifika zamu yenu lazima tuteseke? Mwatutesea nini nyinyi? Wewe na mkeo. Uwanja mchafu, ukiangalia kule choo kichafu, mivyombo yenu michafu, miguu yenu michafu. Kwa chumbani je mtakuwa mwaishije? Usikute hata nipiza mtoto amuoshi. Hivi mwanamke una nini? Unataka nini? Inaelekea ukilala huko unatamani kukuche mapema, yani kukuche haraka ili uweze kunichokora tu ndio ulizike. Hivi nini ambacho unakitaka basi niambie nikupatie tu ili aishe. Babu. Usinijie juu mimi kama moto wa gesi. Umenielewa? Mimi nikutake wewe una nini wewe? Uko serious? Kwa hiyo nyinyi kama hamfuati sheria za usafi msiambiwe. Kama ukikaa humu ndani usafishi wewe na mkeo msiambiwe.
Mbona sisi za wengine ikifika zamu zetu kusafi aulizi mtu, zamu zenu nyinyi lazima muulizwe? Kwa nini? Basi kwa taarifa yako, kama ulikuwa hujui, huko mtaani watu wanawaza, wanauliza, na mimi leo nataka nikuulize tena kwa mara ya pili. We baba, umeoa au umeolewa? Wewe mwanamke, mimi nitakularua. Hasani, acha Hasani. Huyu mtoto wa kike bwana, unataka umpige kwa sababu gani? Hivyo pangaji gani ile kila siku zogo, eh? Mimi namkosi gani hapa nyumbani kwangu? Eh? Jana tu tumeenda kwa mjumbe. Mpodo amehamia kwa rafiki yake. Sasa wewe unajua Mpodo hayupo, unataka umpige mke wake. Ukimuumiza inakuwaje? Na huyu mtoto wa kike? Lakini mzee amenitusi mimi huyu. Sawa, lakini si mtoto wa kiume. Sasa muyaweke kichwani hapa kichwani. Ugomvi kila siku unakuwaje? Wewe kitu. Vipi? Mzee Bashiru. Naam. Huyu binti lakini ni mkorofi. Kila siku ndo anaanzisha chokochoko za maneno hapa. Na wewe ukiongea mahabu yaweke kando. Si kitu kumsema mume wako ni kwa sababu amfanye usafi. Au hamtaka kuambia ukweli nyie? Halafu mzee Bashiru huyu ajifanya shababi. Wewe umeona wapi shababi au vyombo? Shababi gani afua nguo? Shababi gani zamu zote afanyia yeye? Ushababi huo umetoa wapi? Wewe wanaume wenzio uone wanavyotunzwa. Hata ujifunzi, uangalie wanaume wenzio wanavyofanyiwa wewe. Wanawake sisi tukiwa na pesa, lazima tukutumie ukome. Umeona sisi wafanyishwa kazi. Tafuta kazi ufanye, ukishapata muolee mke huyu. Wa pili yule mwanamke yule unafikiri atakunyoosha tena? Utamnyoosha wewe. Mpe mke wa pili. Si kitu. Sasa unakoelekea ni kubaya huko. Ni sababu ya usafi tu mpaka unafikia kuzungumza maneno kama hayo, Ukiongea maneno mengine weke akiba. Unachambua ndoa za wenzio sababu zipi? Ni sababu ya usafi tu au kuna jambo lingine? Wewe ni mkorofi. Na hapa kwangu utahama kama tabia ndio hizo. Mzee Bashiru, mimi natetea haki za humu ndani. Mzee Bashiru, wewe nanga. Unavuka mipaka sasa. Mimi nisingefagia siku. Ungenitreat hivyo Mzee Bashiru, si ungenuna. Haya, mume wako yuko wapi? Gengeni huko. Haya, tunakwenda huko kwa gengeni, tunamfuata mume wako, tunakwenda kwa mjumbe. Hapa kwangu puzi spendi. Mtahama hapa mambo ya kila saa mnaleta fujo hapa. Haya, jiandaeni twende kwa mjumbe. Yaani bora tende kwa hiyo mjumbe, maana mimi nina maswali mengi ya kuuliza. Haya, nsilianzisha mimi ugomvi, ungepata wapi kwenda kwa mjumbe wewe? Na hayo maswali ya kuuliza. Si mimi ushukuru umekusaidia. Haya, twendeni. Mimi nimekusaidi. Twendeni kwa acha mdomo na wewe. Biashara sasa hivi ni ngumu mwenzangu. Lakini wewe unafunga? Nafunga. Unafunga? Hii laftari yake kuipata. Mbinde. Kwa mambo yako leo umeacha kufanya? Nimeacha sasa hivi mimi sinafanya toba tena. Kabisa. Hapo Mungu atakusamehe. Sasa cha kufanya kwenye kila kitu chukua kimoja na kuongeza. Ndio maana nakupenda. Nipe tano. Lakini ulinawa? Nimenao. Na sanitizer. Wafanya nini hapa? Wewe sijana umeruka kutibia. Ukasema una shida naye. Humtaki. Wewe ukasemaje jana? Ukasema mimi Mpodo wa nini? Mwanaume gani yule mwanaume suruali? Ala umefanya nini nawauliza? Sasa mke wangu, lakini wewe umekuja hata salamu jamani. Salamu ya nini Mpodo? Mchana kutwa au wachuma dhambi. Wewe Mpodo. Tanauliza. Sijamgaia hivyo vitu, si nimekuongeza tu wewe. Eti jibu basi na wewe nitetee kidogo. Hivyo nimeongeza tu bwana, sijamgaia bure. Nimeongea bure lakini pa nyongeza. Si ndio? Mzee Bashiru, huyu kigagula anavyoingilia ndoa yangu Mzee Bashiru. Bibi wewe waitwa wenye ndoa na unatoka. Kwa ndoa gani kwa mfano? Jamani. Haya sio leo tuleta hapa kwa siku hii ya leo. Mpodo. Mkeo amefanya vurugu sana kule nyumbani. Na kama mimi singekuepo, ungemkuta mahututi. We, ndio. Nani huyo kumpiga mke wangu? Huyo kidume hasa nani wa kumpiga huyu? Huyo mwanamke anajifanya anajua kupiga, kumpiga huyu nani? Na wewe Mpodo, uache kujimapafai. Na shawakanya, mkiendelea na fujo zenu hapa, nitawahamisha nyumbani kwangu. Lakini Mzee Bashiru wewe unanisawa. Huyu ibilisi shetani kabisa anavyofanya, tumemkuta na mume wangu. Waona ni sawa wewe Mzee Bashiru? Unaona ni sawa? Mimi ni usu. Hebu huko wewe. Wewe na nani? Wazoea sio mimi. Hebu wewe. Tafadhali nini unaweza kufanya? Hebu acha hayo. Kigagula mwizi huyo. Nyanya na maembe. Funga genge lako tuondoke. Ala. Mbona uelewi? Hebu nisaidie. Fanya haraka. Nisaidie kushusha hiyo bati hapo. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد.
baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunazungumzia kuhusu kugombana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni jambo ambalo halifai kabisa, na watu wengi huwa wanagombana kutokana na ulimi. Mjumbe, Naam. mimi na swali langu ambalo linanisibu sana. Hivi haki za mke ni zipi? Unaona, kwa sababu mke wangu mimi huko kila kazi nafanya mimi, naosha vyombo, sijui na deki, kila kitu nafanya. Lakini mbaya zaidi ananiambia mpaka kumnyonyesha mtoto na mimi nimlipe. Na kujua haki za mke ni zipi? Kwa kweli haki za mke ziko nyingi, na miongoni mwa haki hizo ni hayo matendo unayoyafanya wewe. Yaani wewe uko sawa kabisa, uko right kabisa. Ukioa mwanamke unatakiwa umfulie, umnyoshee, umpikie, ufanye kila kitu. Kama huwezi umtafutie hata mtu akawa anamfanyia, ukawa unamlipa. Yaani hii ni ihsani tu anatufanyia akina mama, vile kutupikia, kutufulia na mambo mengine. Basi na kunyonyesha vile vile Qur'ani inathibitisha kwamba unatakiwa umlipe. Vile wanavyotuacha, yani ni wema wao tu kwetu, wanatufanyia ihsani tu. Ndio maana Sayyiduna Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu, siku moja kaja mtu mmoja wakati wa utawala wake, wakati wa ukhalifa wake, kaja mtu katukanwa sana na mkewe. Sasa akaja kupata ushauri afanyeje. Kaja kwa kiongozi wa Waislamu duniani, Umar ibn al-Khattab. Alipofika tu mbele ya mlango, akasikia kiongozi anatukanwa kuliko matusi yale aliyokuwa akitukanwa yeye. Pale pale akageuza anataka kuondoka. Kumbe Sayyiduna Umar ibn al-Khattab kamuona kwa dirishani. Akamuita, njoo. Akaja. Mbona unaondoka? Akasema, kiongozi, mimi nilikuja na mambo yangu kuja kukushtakia ili unipe mawazo. Sasa nafika hapa naona unatukanwa wewe kuliko vile nilivyotukanwa mie. Nikaona bora nirudi tu nyumbani. Akamuuliza, wewe umenisikia mimi namjibu yule? Sijakusikia unamjibu. Wewe si unanijua mimi nina nguvu? Nakujua. Uliona hata kumsukuma kidogo nimemsukuma? Sijaona. Basi kuna mambo matatu au manne. Kwanza, ukiniona mie msafi, yeye kafanya kazi hiyo na si haki yake. Na ukiona watoto wangu wasafi, yeye kawasafisha kila kitu. Na ukiona nyumba yangu inatakata, yeye na sio haki yake. Na mimi ukiona si angaliwa wanawake wengine, yeye ndo ananikidhia mahitaji yangu. Na hii ndo haki yake yeye. Lakini hizi zingine zote haki zangu mimi kumfanyia yeye. Kwa hiyo tunatakiwa tuwastahimilie sana akina mama, na hasa akina mama hawa tulio nao sisi, wanatufanyia ihsani kubwa sana. Yaani wanafanya kazi ambazo kama ingekuwa sisi tunazifanya tusingeweza. Wewe unaweza kuona kama kitu simple, kitu chepesi, kufagia, kupiga deki, siji kufanyaje. Unaona kama kitu kidogo sana. Lakini wewe ukiambiwa ufanye kazi hiyo, utaona ni adhabu kubwa sana. Mke ni muhimu sana kuwa naye. Halafu umtendee wema, ndio nusu ya dini ya pili. Falyattaqillaha fi shatri al-akhar. Anatakiwa amche Mwenyezi Mungu huyo aliyeoa katika nusu nyingine ijayo. Baada ya kuoa ni nusu ya dini, ile nusu nyingine anatakiwa amche Mwenyezi Mungu. Nusu gani hiyo? Ni muashara bil ma'ruf, yani kuishi nao kwa wema. Alafu tunatakiwa tuwastahimilie sana akina mama. Wakati mwingine wakijua haki zao wanakuwa majeuri, wanaweza kuzidai kwa jeuri. Sasa unatakiwa ustahimili kweli shekhi. Kama tulivyosomeshwa kwamba Bibi Aisha radhiallahu anha alikuwa msichana mdogo, ana miaka 12 au 13.
wakati huo Mtume sallallahu alaihi wasallam kule Madina kulikuwa na sherehe katika siku ya Idi. Wanakwenda kushereheka. Moja katika sherehe zao ni kukimbia, hii riadha. Wameanza watu wa zamani kabisa, wanakimbia, wanawake watupu, lakini kitu kama kwenye hall hivi. Sasa Bibi Aisha akamwambia Mtume, nipeleke mume wangu. Akampeleka. Yeye Mtume kawekwa nje kwa sababu ni akina mama watupu. Akaingia yule, saa nzima imepita hajatoka. Akamtuma bibi mkubwa mmoja, nitie mke wangu. Akaitwa. Kufika pale nje, anamuuliza, vipi safari yetu, tayari ya kurudi nyumbani? Sikiliza alivyomjibu Mtume Bibi Aisha. Yani makamo yake ni makamo ya mjukuu. Wakati huo Mtume ana miaka zaidi ya 50. Huyu ana miaka 12 au 13. Alimjibu Mtume, uskut, manake nyamaza. Mtume kanyamaza kweli. Maswahaba wanataka kumkamata wampige makofi, akiwemo baba yake mzazi Bwana Abubakar Siddiq. Mtume akawaambia, hapana, hamna ruhusa nyinyi ya kumgusa mke wangu mimi. Basi wakamwacha. Sasa kaingia tena, kakaa saa nzima. Kamtuma mtu mwingine, niitie Aisha. Kuitwa karudia vile vile, uskut, anamwambia Mtume, nyamaza. Mara ya 3 alipomwita ndo akamwambia, sasa mume wangu, twenzetu. Hebu vuta picha, ingekuwa wewe au mimi. Ungemdhuru na ungemwacha. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akamstahimilia. Ndio maana akatuambia tuwastahimilia kina mama. Haki zao ziko kwetu na sisi zetu ziko kwao, lakini wao wakati wanadai haki zao wanakuwa na ujeuri wakati mwingine. Ndio maana akasema, istausu bin nisa'i khaira, wahusieni akina mama kufanya na yani usianeni kuwafanyia wema wanawake. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila, kwa sababu mwanamke kaumbwa kutokana na ubavu. Wa in a'waja shay'in fi dhila'i a'la, kama kuna sehemu imepinda katika ubavu ni ile sehemu yake ya juu. Fa in dhahabta tuqimuhu kasarta, ukijaribu kuuendea kuunyosha umeuvunja. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, lakini ukiuacha hali yake ni ile ile umepinda. Fastausu bin nisa'i khaira, basi usianeni kuwafanyia wema wanawake. Wanawake wanastahiki kufanyiwa wema, kwa sababu wakati mwingine anaweza kudai haki zake za kimsingi kabisa, na ni kweli haki zake, lakini anadai kijeuri kupita kiwango au kupita maelezo. Sasa sisi tunatakiwa tuwe na subira na wavumilivu juu yao. Mwanamke yoyote wa ummati Muhammad akiswali swala zake 5, akafunga mwezi mtukufu wake wa Ramadhani, akajilinda yeye mwenyewe na mambo machafu ya uzinifu, alafu akamtii mumewe, ataingia peponi mlango wowote au utakao katika milango ya 8 ya pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mambo hayo 4 yanamfanya mwanamke aingie peponi. Kuswali swala 5, kufunga Ramadhani, kujilinda yeye mwenyewe na uchafu. Maana wanawake mtihani sana. Mwanamke mwema, ndugu zangu, ana sifa 3. Kwanza, idha nadhartaha sarratka, ni yule ambaye ukimwangalia sura yake inakufurahisha. Yani kaumbwa vile unavyopenda wewe. Huyo ndo mwanamke mwema. Kwa hiyo tunatakiwa tuchague, yani ukimtazama na kufurahisha. Sifa ya kwanza ya mwanamke mzuri. Sifa ya pili, wa idha amartaha ata'atka, na ukimwamrisha jambo zuri anakutii. Hiyo sifa ya pili. Na sifa ya 3, wa idha ghibta anha hafidhatka, ukiwa mbali naye anakuchungia heshima. Lakini sio umesafiri kidogo huku mzigo ana supply. Huyo siye wewe. Mwenyezi Mungu atukinge na wanawake wabaya. Manake hata Mtume aliomba hiyo, Allahumma inni a'udhu bika min almar'ati as-su tushayyibuni qabla al-mashib. Mwenyezi Mungu, mimi nakuomba unikinge nisije nikapata mwanamke muovu
ambaye ataniotesha mvi kabla ya wakati. Sasa leo mtu ana miaka 25, 30, mimi mvi kibao kaipata wapi? Ujue anateswa na mkewe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa hiyo nakuhusieni kila jioni tupate darsa ili tupate kutia nuru katika nyoyo zetu, tupate kukaa vizuri, ibada zetu tuzifanye vizuri na Mwenyezi Mungu apate kuturidhia. Wassalamu alaikum warahmatullahi.